Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa nataka tuongelee kwa nini watu wengi wanaomba alafu hawapati. Kwa nini? Nataka tuangalie Yohana 15 mstari wa 5. Maana Biblia, neno la Mungu, ndio lina majibu yote ya maswali yetu. Maswali yetu yote yana majibu. Biblia ina majibu, neno la Mungu lina majibu. Maana hapo ndiko tunaijua Bwana ataka nini na Bwana hataki nini. Na ili tupate tunapaswa kuaje? Tunapaswa kufanya nini? Sasa tunataka tuanze kusoma kwa hii Yohana 15 kuanzia mstari wa 5. Nasema hivi: mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akae ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana. Maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu asipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi na kunyauka. Watu huyakusanya na kuyatupa motoni, yakateketea. Ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote, nanyi mtatendewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ndio sababu watu wengi huwa wanaweza kutumia muda mrefu, maombi ya muda mrefu, wakalia, wakafanya mambo, kila jambo wakiomba kwa unyenyekevu, kwa sauti au kwa upole, kwa unyenyekevu, lakini wasipate, kwa sababu kwanza Yesu hayuko ndani yao, wala wao hawako ndani ya Yesu. Alafu neno la Kristo haliko ndani yao. Maana ukishakuwa na vitu vitatu, Biblia inasema omba lolote utakalo litakuwa. Lolote utakalo ukiomba litakuwa. Kwa sababu unapaswa kujua kitu kimoja katika maisha, katika ulimwengu wa roho, katika maisha ya Kikristo, neno linatakiwa libadilike kuwa halisi. Maana yake unasema kwa jina la Yesu ninaamuru huo ugonjwa utoke. Ninaamuru huyu mtu apone. Ninaamuru huo pepo toka ndani ya huyo mtu. Ninaamuru hichi na kile. Katika kuamuru, kile unachokiamuru ndicho kinachokuwa. Kwa hiyo ndio maana ukisoma hii mstari wa 5 anasema maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Maana yake lile neno unalotamka ndio linakuwa. Hata Mungu aliumba mbingu na dunia kwa kusema, kwa kutamka, kwa neno, likabadilika na kuwa halisi. Hivyo hivyo kwa ulimwengu wa roho ndivyo unaofanya kazi, kwamba neno linakuwa halisi. Sasa ili neno liwe halisi, lazima neno la Bwana liwe ndani yako. Lazima Bwana awe ndani yako na uwe ndani ya Bwana. Sasa Bwana kuwa ndani yako ni wewe utakapompokea, utakapoamua kumwamini, utakapolisikia neno lake. Sio kulisikia, utakapolisikia neno lake, utakapoliamini neno lake. Sio kuamini maneno mengine. Nasema Biblia inasema hivi kwamba yani utakapoliamini neno la Bwana, na imani huja kulisikia na kulisikia neno la Bwana. Utakapoliamini neno la Bwana ndio litajeuka kwa kuwa halisi katika maisha yako. Litaanza kufanya kazi ya halisia katika maisha yako. Kwa hiyo neno la Bwana ni la msingi sana katika kuongoza wewe. Unaposhindwa, angalia nimeshindwa. Unapotaka kufanya jambo, angalia neno la Bwana linasemaje. Taratibu za kufuata ili nifanikiwe ile jambo ni lipi. Ndio maana ukifuatilia Yoshua anaambiwa ukitaka ufanikiwe sana na kustawi sana, utakapolishika neno la Bwana, utakapolitafakari asubuhi, mchana na jioni. Kwa kutafakari neno la Bwana utafanikiwa sana na utastawi sana. Kwa hiyo ili watu wafanikiwe lazima uliamini neno la Bwana. Lakini hapa Biblia inasema hivi, mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Maana yake Yesu anasema yeye ni mzabibu, alafu sisi ni matawi. Kama yeye ni matawi, kama sisi ni matawi, alafu ni mzabibu, maana yake sisi ni tegemezi katika mzabibu. Hauna la kufanya, hauna cha kufanya ukaishi wewe mwenyewe. Kwa hiyo cha msingi jua wewe ni tegemezi kwa Bwana. Cha msingi mpokee Bwana, muamini Bwana, awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Amini neno la Bwana, batizwa, muombe Roho Mtakatifu, batizwa Roho Mtakatifu, toa maisha yako sadaka kwa Bwana. Hapo utakuwa umempokea Bwana.
jua neno la Bwana, tafakari neno la Bwana, hapo maneno ya Bwana yatakuwa ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hapo utafanikiwa sana, utastawi sana, na kila neno utakaloliomba utalipata. Mungu akubariki sana. Ishi na hilo neno, litakufanikishia sana na utabarikiwa sana. Amen.